Ni kweli ulifukuzwa jeshi na achukua pesa. Yaani mimi nipo tayari hadi kumwacha mume wangu. Mbona kama wengine wanafaidi mahusiano yao? Nimeingia sana ndio wako. Ona raha. Nipata hela kule kazini. Unachagua tu upige jicho, upige pua, unapiga chochote. Sio ukiwa chumba. Tunamuelekeza huyu kama alikuwa alafu na mwingine sababu. Na leo tena. Kama ni kutafuta mtaji. Wewe ushapata pesa nyingi sana. Siachane na hayo maharifu maisha maisha. Oh, umeolewa na jambazi. Kwa nini Mungu? Wananiuliza kama nani sasa? Fresh. Wewe kama majambazi. Katika kuku 25, 14 zimeliwa na simba. Kwa shida, unakula kwa shida. Pesa hazitoshi. Ndio maana ukienda sokoni uoga unachelewa kurudi. Uite na mko wako wote ukimshuhudia. Mimi nataka tuongee mume wangu. Mke wa mtu sumu, lakini ghetto na maziwa. Cha mtu uliwa na mto, chuma uliwa na kutu. Show yao. Njaa hapa yani hapa mpaka sio vizuri yani. Andaa chakula basi wewe. Mimi naona labda niandae chips na kuku tu roast. Sema wewe unaandaa vitu vingine kama tunastika. Sema kiandaa. Huyu mdogo wangu anaitwa Sadiki na uko kijijini kwetu. Asante, nashukuru kweli. Nashukuru nini? Achia wewe. Mkono juu. Achia. 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 Shemeji.
Kwa nini usiombe taraka labda? Mume wangu haijai familia. Unampeleka wapi? Tulia hapo hapo. Tulia hapo hapo. Unajua ndani kuna nini? Sijui. Weka mzigo chini. Faster. Unapenda mali za watu. Unajua ndani kuna nini? Sijui. Bosi. Tayari nimeshampata. Mbele, panda na hii njia. Ndiyo, mali anayo. Sawa. Hata unatibiaje na mali usizojua? Kama kuna kichwa cha mtoto unataka kufa? Hapana.
Wewe ndo unazingua wewe. Samahani, naomba msamehe. Naomba msamehe. Naomba msamehe. Na linakimbia hili boss. Linakimbia sana. Naomba msamehe. Wewe unajaribu kuharibu biashara zangu. Unazielewa biashara unapotafuta pesa? Wewe unajua biashara zangu unakozipata? Sijui baba. Sijui. Unachukua kirahisi. Hapana. Linakimbia kweli, utakuja hapo. Sasa dawa yake ni ndogo. Nisamehe. Wewe ni mwanariadha? Hapana. Biashara zangu zinazotafuta pesa kwa shida, wewe unachukua kirahisi. Naomba nisamehe. Vipi huyu? Linakimbia hili kweli boss? Linakimbia sana. Wewe komando kipenzi? Hapana. Lambo? Hapana. Mbona unakimbia sana msituni? Bila kulizunguka hili boss, usingelikuta. Sasa kazi yake ni ndogo sana iliyobakia. Mimi sina mchezo na wapuzi kama. Naomba nisamehe basi. Usiniue basi. Naomba nisamehe basi. Mungu wewe. Usiniue basi. Nisamehe. Hatima yako ndio hii sasa. Naomba nisamehe. Sasa Toto. Habari zako? Safi. Habari ya bila shemu? Salama shemu. Vipi leo? Kuna chakula chochote kweli muda? Hapana, bado sijapika. Eti mamako hajapika leo. Toto leo hujatoka kwenda? Ndio sijatoka. Mtoto wangu nilipenda sana ili ndo litamilisi litakuwa lenyewe kabisa. Wanakia
baba. Ambie mimi ndo kamanda wao. Halo. Sio. Naam. Uko wapi? Kwa sasa hivi hapa niko nyumbani hapa. Niko kidogo na cheka na watoto wangu mimi sasa hivi hapa. Unahitajika ufike kambini. Nahitajika nije Haraka iwezekanavyo. Sawa boss. Usilete mzaa. Haina shida boss. Nitafika faster tu wala sitochelewa. Haraka. Sawa. Unasema nataka niende, kwa hiyo nadhani wewe usitoke hapa, inabidi ubaki hapa. Nikafanya kazi kidogo. Yaani wewe unadai tu kazi zako. Dai familia ukija muda huu unaondoka. Sasa mke wangu, kama nisipojali kazi, tutakula wapi? Hapana mume wangu, umezidi. Muda mwingine siku 2-3 haurudi. Unakaa huko. Leo umerudi tu hata dakika 2 hujapita. Unapokea simu unataka kuondoka tena. Ni maisha gani haya? Sawa, sitofikiri mume wangu, lakini nakosa amani na wewe. Sina furaha na familia yangu. Unakuja muda huu unaondoka. Wala mtoto yule saidi hata hakujui. Unacheza naye tu basi, lakini hakujui kama wewe ni baba. Eti mimi mamako asema unijibu. Unijue? Cheka baba. Cheka. Cheka baba. Wewe unasema nijui wapi na wapi mama. Wewe sikiliza, wewe tulia. Mimi nifanye kazi afu tutajua ya kufanya. Bila kazi si hatuishi mke wangu. Mimi nakwambia ukweli. Au unachukuliaje mambo tunapoishi hivi au mara tunajanja au tunaelewa tena? Sawa, tuna maisha mazuri, lakini maisha mazuri hayaendi bila amani mume wangu. Mama ananizuia nisiende kazini. Kazi yenyewe nitakuwa nikafanya masaa au nitakomba. Mimi nimechoka na wewe. Mamako mshamba ananizuia usifanye kazi. Sasa sikia. Mimi naenda. Wewe hapo kama utanimind utajua mwenyewe. Mimi nani hapa? Mimi naenda. Bora. Sasa sikia. Sikia. Kuna kazi nataka niende kufanya. Sasa nakukabidhi hapa kwa sababu mke wangu mimi simuelewi. Wewe hapa kitoka. Ndio kutoka ndani ya mara hii, maana mimi hapa ndio sikuelewi. Au yani fresh, smart. Salama wote wewe. Au sawa. Au kuna kitu kingine unahitaji? Mke yake sawa. Au nikuongezee gari nyingine? Inatosha vile boss. Sema kabisa. Kamera ndani. Kamera zote ziko vizuri. Ziko fresh, zote ziko vizuri, nafanya kazi safi kabisa. Salamu na sawa. Uko smart sana. Sawa. Umeona shehe? Maisha gani haya? Kaja sasa hivi anaondoka muda huu, anapiga simu anaondoka. Mimi
unaona ni maisha mazuri tu, nyumba nzuri, unapata unachotaka, mume wako anakupenda. Basi sidhani kama kuna kingine. Hayo unayoishi, lakini kuna matatizo sana. Matatizo? Ndiyo, matatizo. Kama matatizo gani? Matatizo yaliyopo ni kwamba mume wangu hajai familia. Pia kuna muda mwingine harudi nyumbani. Anaweza kaondoka kalala nje ya nyumba hata siku 2-3, anarudi siku ya 4. Lakini haoni shida, ukimwambia anakujibu anavyotaka. Kuhusu swala la kulala nje siku 4, wiki, mwezi, shemu, hilo hata mimi naweza nikamtetea kwa sababu najua mmeo ni mpambanaji, huko anakoenda anaenda kutafuta hela. Ndio maana unaona unaishi kwenye maisha mazuri, unatembelea gari zuri, una familia hiyo, hamjawahi lala njaa. Ni kwa sababu ya hizo kazi ambazo yeye anaenda kufanya huko nje. Kwa hiyo sioni kama kuna shida mimi kuhusu swala la kulala nje. Ni kweli shemu unachokisema, lakini kwa upande mwingine na mapenzi yanatakiwa yawepo. Kwani shemu wewe unashauri nini? Yaani ulikuwa na wazo gani? Kwa sababu unajua unapokuwa una shida, najua hiyo shida haijaanza leo wala jana. Ina maana tayari ulishakaa chini, ukafikiria uangalie mwafaka wake ni nini. Wewe ushauri wako, yaani unachoshauri au jibu ulilopata wewe la mwisho kabisa ni nini? Kulingana na hayo yote. Mimi shemeji yangu ninachoona hapo, wewe unanijali, unanitunza, pia unanilinda tofauti na mume wangu. Kwa hiyo ninachokiomba, naomba unisaidie tu nitoroke huko ndani au tutoroke wote twende tukaishi sehemu ya mbali. Hizo unazoona na kujali mimi huduma na nini, sio mapenzi, ni kazi ambayo ndio imenileta humu ndani. Alafu bosi wangu ananiamini sana na mimi namuamini sana. Sidhani kama naweza nika
Shida nini? Lazima tuchukue viatu. Vyenu? Vyenu vinini? Vijana. Ndio nakumbuka. Kwa kati ya kufa na kutoroka bora nini? Bora kutoroka. Ndio safari ni sawa. Unajua ukifa wewe unahatarisha maisha ya watu wangapi? Bora tukatoroka. Kafia mbele ya safari. Lakini sio kuendelea kuishi kwenye. Na unajua kuwa hautakufa peke yako. Wawili kimwili na mwanangu. Sio wewe na mwanangu na mimi. Kwa uwezo kufa mimi. Na watu nyuma wanaoniangalia na familia inayonitegemea. Itaishije familia yangu? Nakuomba shemeji yangu kwa kwenye nyumba napata shida tu. Itakuwa ngumu sana. Naona umebadilika sana hapa, nimekuja una amani, afu nyumbani hatukuoni. Shida nini? Shemeji yako ananifanyia roho mbaya ndugu yangu. Anataka niwe nakaa tu ndani, nisitoke nje. Ndio maana kamweka mlinzi yule pale, hata nikienda chooni ananisubiria mlangoni. Mimi nakaa tu ndani, ni mimi na mwanangu. Basi ndio maana nashindwa kurudi nyumbani kwa. Pole sana dada.
Asante. Kwa nini usiombe talaka labda? Nimejaribu kuomba talaka karibu mara 3. Hanipi talaka wala nini. Ananifanya ananipenda ana lolote. Sasa anatakaje labda? Anataka tu niendelee kuishi hivi kwa mateso, ninakaa ndani kama mwana. Sasa naomba nikushauri kitu kimoja. Unaonaje tukaenda polisi? Au mapolisi tena? Ndio wanashindana huko ndani kama marafiki zake. Na hizo biashara zake anazofanya mapolisi ndio wanashindana muda wote yuko nao. Kwa hata nikipeleka kesi polisi, hamna chochote kitakachosimamia. Sasa dada, una wazo gani labda kwa hapo sasa, wazo lingine tofauti na ile hapo? Mimi nawaza kutoroka, lakini nimejaribu kutoroka karibu mara 4. Tunakamatwa na rudishwa tena ndani. Nimeshindwa kabisa. Sasa tutatoroka na nani wakati ndo mlinzi huyo yupo hapa? Mbona sina kwa shughuli hapa? Yaani hivi sasa hivi nina mpango, huyu mlinzi anitoroshe. Huyu anaweza kanitorosha. Unaongea naye? Nikifanikiwa tu kutoroka basi mambo yatakuwa yameisha. Sasa dada, kama mazingira yamekaa hivyo, basi naona mimi mwenyewe nisikae sana hapa. Sawa. Mimi niondoke tu, lakini huo mpango wako ule useme kwamba nataka kuongea na mlinzi. Kama atakuwa tayari mtoroke, lakini kama italeta shida basi tutataarifu, mtafute njia nyingine. Sawa ndugu wangu. Sawa. Sawa. Shemeji. Hamna basha wewe. Yaani wewe ukuja kwangu badala ya kuongea mambo ya amani, unaanza kumshauri upuzi. Unazunguka naangalia mazingira, alafu pia najua ni kaka yake, nikataka niwache kidogo waongee masuala ya kifamilia, lakini sikuwa mbali sana bosi, ila maelezo kidogo sijafanikiwa kusikia walichokuwa wanaongea. Samahani kwa hiyo bosi. Mimi nilikuwa nasikiza yote wanayoongea. Na ameniuzi. Shemeji, ondoka kwangu. Ondoka. Mama Kia, nini unachofanya? Kumbe una mipango ya kunitoroka mimi wewe. Hapana. Wewe una mipango ya kunitoroka mimi. Bodyguard. Yes boss. Nenda ndani. Amka nenda ndani haraka. Sasa huyu alikuwa anamshauri mke wangu.
Nini shida? Unataka kufa? Hapana. Kwa nini unakuja kuleta umbea kwenye familia za watu? Sasikia, ulitakiwa kufa. Yaani sasa hivi nilikuwa nimepewa oda ya kukuua. Kwa hiyo cha msingi kinachotakiwa, unatakiwa upotee kwenye huu mji, yaani upotee uende mbali. Utakapoonekana popote pale, jua wewe umekufa. Umesikia? Asante. Unaelewa? Unaelewa. Eh? Kazi niliyokupa ndio hii. Ndio nitaka nimalize boss. Unataka ummalize? Boss. Unamwonea huruma afu sasa unataka kummaliza? Nina wasiwasi na wewe sasa. Nina wasiwasi kama unanigeuka sasa. I'm sorry boss. I'm sorry. Fuata huko. Unajua ndani kuna nini? Sijui. Mimi naona ni maisha mazuri tu, nyumba nzuri, unapata unachotaka, mume wako anakupenda. Basi sidhani kama kuna kingine. Hayo nayo naishi, lakini kuna matatizo sana. Matatizo? Ndio matatizo. Kama matatizo gani? Matatizo yaliyopo ni kwamba mume wangu hajai familia. Pia kuna muda mwingine harudi nyumbani. Anaweza kaondoka kalala nje ya nyumba hata siku 2-3, anarudi siku ya 4. Lakini haoni shida, ukimwambia anakujibu anavyotaka. Kwa kati ya kufa na kutoroka bora nini? Bora kutoroka, kufa mbele ya safari ni sawa tu. Naomba usamehe basi. Usiniue basi. Naomba usamehe basi. Mungu wewe. Usiniue. Kazi niliyokupa ndio hii. Ndio nitaka nimalize boss. Unataka ummalize? Boss. Unamwonea huruma afu sasa unataka kummaliza? Nina wasiwasi na wewe sasa. Nina wasiwasi kama unanigeuka sasa. Shem. Vipi? Karibu Shem. Kama una mawazo. Unawaza nini? Wewe acha tu Shem. Sauti. Shemeji. Abe. Ndakutorosha shemeji yangu. Kweli? Nashukuru sana shemeji yangu. Ndakutorosha.
Vipi na mke wangu sasa? Tulia. Unampeleka wapi? Tayari nishakushauri muda mrefu sana ukutaka kunielewa. Ushanishauri sana. Unajiamini sio? Tulia hapo. Tulia hivyo. Mama Kia, unashindwa kuelewa. Tangulia. Tulia. Unajiamini sio na mke wako? Baki na nyumba yako. Unajiamini sio? Unajiamini na kuuliza? Liwalo naliwe. Unajiamini na mke wangu? Liwalo naliwe.
Kian. Wewe. Twende. Just a master. Binangu nguti mgonile Bea kwetu muganile Dogo kiola Dino wumi Wakigili Wakuti hune mpwegi Dogo kiola Binangu nguti mgonile Bea kwetu muganile Dogo kiola Dino wumi Wakigili Wakuti hune mpwegi Dogo kiola Dino wumi Wakigili Wakuti hune mpwegi Nasaka na do na kili na baki na shika mo I'm against conscious nigga Being silly, never exit. Being silly, never escape. Kura wasafa wakinga wangoni wabera wa aya Wakunyitu everyday tunasema ishala Daga kiala 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 Wakunyitu Wakunyitu Nasaka na do na kili na baki na shika mo I'm against conscious nigga Being silly, never exit. Being silly